Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Ni mimi mtumishi wako Prophet Maraka. Nimekuja leo hapa na ujumbe wa Mungu ambao unakutia moyo wewe muombaji, unakutia moyo wewe ambaye unayeshika imani. Kristo anatambia kwenye kitabu kile cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 10 inasema, usiogope mambo yatakayokupata, tazama huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema uwe mwaminifu, ni kiwango ambacho huoni matumaini, lakini unaamini kwa uaminifu ulionao na Mungu ndani yako. Unaamini kwamba hata kama leo ninateseka, hata kama leo ninapigika, hata kama leo dunia imenitupa, lakini yuko Mungu hawezaye mambo yote. Hata kama asiponiokoa na haya, lakini yupo. Sitomwacha, sitomkana, sitomwacha maoni mwangu kwa ajili ya kuokoa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Hiki ni kiwango cha kumtazamia Mungu pasipo kuhitaji kitu chochote, bali unamhitaji Mungu tu. Sasa nikutie moyo wewe muombaji ambaye unaomba lakini bado hujaona matokeo. Biblia inaniambia uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Kwa nini? Kwa sababu ile ya kwamba umeomba hayajajibiwa haimaanishi Mungu hayupo, haimaanishi Mungu hana uwezo wa kujibu. Lakini inawezekana umeomba nyakati bado. Ndio maana anasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Ile kiwango cha uaminifu ndani ya moyo wako ndicho kitakachokupa matokeo baada ya ushindi wa hicho kitu. Umeshinda ukiwa umeshinda au umeshindwa, kwa sababu ile ya kwamba umevuka, unaweza ukavuka lakini huna kitu, lakini kuna mwingine atavuka ana kitu. Hawa ni watu wawili tofauti ambao wamepita kwenye njia moja. Kwa utofauti uko wapi? Nia walizokuwa wamebeba na dhamiri walizokuwa wanaenda nazo. Kwa sababu Biblia inaponambia uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Kwani kwa sababu kuna mahali utapita ambapo pataleta mazingira ya kishawishi kutaka kuikana imani yako, kuondoa uaminifu ndani yako ili uishi maisha ya kawaida kama wengine na uone ni sawa. Lakini uwe mwaminifu hata kufa, kwa sababu Mungu anahitaji imani isiyoweza kutikisika ya kusema kwamba Mungu yupo, basi ni mheshimu kwa uaminifu. Mungu yupo, basi nimtumikie kwa uaminifu. Mungu yupo, basi ni mwabudu kwa uaminifu. Kwa nini? Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Na usiogope juu ya mambo yale yatakayokuja. Kwa nini? Yapo, lazima yaje, lakini katika hayo mambo mtu wa Mungu uwe mwaminifu. Kwa nini? Ile ya kwamba tunapita kwenye majaribu, sio kwamba Mungu hayupo na sisi. Anapima kiwango chetu cha imani. Anapima kiwango chetu cha uaminifu wa kumwishi yeye pasipo kuona muujiza ndani ya kipindi hicho. Lakini sio kwamba katuacha, bali yupo na sisi katika imani ambayo ni imebeba uchungu ndani, lakini anatupa nguvu. Ndio maana bado tunaishi, ndio maana bado tunapumzi, ndio maana bado tunaongea, kwa sababu analo kusudi. Lakini katika kipindi hiki cha dhiki alichotupitisha, anatutengeneza kwenda kwenye level nyingine. Kwa hiyo kama wewe ni muombaji, hakikisha uachi kuomba
Hakikisha uachi kuombea, hakikisha uachi kutoa dhaka kama ni mtoaji sadaka, uachi kutoa. Hakikisha kama ni unasapoti huduma za watumishi wa Mungu, uachi kusapoti. Hakikisha kama ni shemasi au mfanya usafi kanisani, usiache kufanya. Uwe mwaminifu hata kufa. Biblia inaniambia hivyo. Kwa hiyo kile kiwango cha ulivyotoa uaminifu wako kwa Mungu, muda utakapofika wa Mungu kupima imani, kuangalia jinsi ulivyopita kwenye mapito aliyokupitisha, manake muda wa kusaisha mtihani aliyokupa ufanye, muda wa kusaisha, atakapoangalia taji yako ya uzima, utapewa taji yako, utapewa kulingana na hatua ulizopiga. Yaani huwezi kupewa tuzo kubwa zaidi ya matokeo uliyoyapata. Kwa hiyo shinda kila jaribu linalokuja kwako. Usiruhusu shetani akushawishi. Kwa nini? Biblia inaniambia uwe mwaminifu hata kufa. Kwa nini? Uwe mwaminifu kwa kila jambo ambalo linalokuja mbele yako. Turudie tena kusoma kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 10. Turudie kusoma. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Usiogope yale majaribu yanayokuja. Usiogope zile tabu na shida zinazokuja. Usiogope yale matatizo yanayokuja. Usiogope yale majaribu ya ndugu na majaribu ya familia yanayokuja, kwa sababu shetani atayaleta hayo ili imani yako ipimwe. Yaani shetani atajaribu kutafuta jinsi ya kukuchekecha imani yako. Then Mungu atayaruhusu hayo ili imani yako ipimwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu imani yako ikipimwa ikaonekana imetimia, huo ni ushindi. Kwa sababu umeshatoka kwenye udogo wa kiimani, ukipimwa ukapimika vizuri, ukaonekana umefaulu majaribu yote, imani yako inatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Usiogope mambo yatakayokuja, kwa sababu ndiyo ngazi. Majaribu kwa Mkristo aliyokoka kweli ni ngazi, siyo mateso. Lakini yanahitaji kiwango cha uvumilivu na uaminifu kuishi kwenye hayo majaribu, kwa sababu si kazi rahisi. Si kazi rahisi kuishi kwenye majaribu. Si kazi rahisi kuishi kwenye kiwango cha ukame wa maombi ndani. Usiache kuomba hata kama huoni majibu. Simama na Mungu, kwa sababu kuna mahali utapita hutoona hata watu wakikwambia, wakikutia moyo. Hutoona hata mtu wa kukushika mkono. Utatamani watu wangekuwepo karibu yako kukupa moyo, kukupa faraja, lakini hutoona hata mmoja. Usisahau kwamba Mungu anayefariji watu yupo. Mungu anayetulinda watoto wake yupo. Kama ukikata tamaa leo, yeye naye angekata tamaa juu ya wewe asikupe pumzi leo, basi usingeweza kuamka. Kwa kuwa amekupa nafasi ya kuwa hai leo, basi fanya kusudi analotaka ufanye. Haijalishi matokeo unayaona au uyaoni. Mtu wa Mungu, komaa na kile Mungu alichokwambia. Mungu akubariki sana. Amen.